Okay, bwana, karibu tena katika channel yetu ipendwa kabisa. Wewe ambao hujasubscribe, kumbuka kusubscribe, like, comment na kushare upate notification soon habari zetu zitakapokuwa hewani. Kumekuwa na visa na mkasa vya kusisimua na vya kupendeza kabisa. Basi unayemwona mbele yako ni mwanadada ambaye alishawahi kufanya kazi ugaibuni, na siku zote ukiona kina dada wameenda ugaibuni huwa wanakutana na visa na mkasa vizito. Basi utaenda kumsikilize mwanzo mwisho ili upate historia yake. Kama utakuna muonea huruma, basi utakuna dondosha comment hapo chini kwamba nakuonea huruma sana mwanadada wewe. Dada, mambo vipi? Labda dada unaweza kuongeza sauti kidogo. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Smasha. Kabisa unaonekana dada ni mrembo kweli kweli. Kwamba hili jina ulipewa mchana au usiku? Sijajua. Sijajua. Sawa, labda una mahusiano kwa saizi? Hapana. Upo single? Ndio. Okay, tulipata story kwamba uliwahi kufika nchini Oman ambako huku uliweza kukutana na shida mbalimbali na vikwazo. Hebu tupeleke kwanza hapo kidogo. Kwanza safari ya kutoka Tanzania to Oman ilikuwaje kwaje? Nani alikupa mchongo mpaka ukafika Oman? Nani alikuunganisha? Airport ilikuwaje? Vitu kama hivyo. Kabla hujatufikisha kwenye udaku kamili sasa. Hapo sasa twende kazi. Yes. Ilikuwaje kutoka Tanzania kwenda Oman? Connection ilikuwaje? Yani ilikuwa ni hivi. Mimi nilikuwa na rafiki yangu, sawa? Huyo rafiki yangu alikuwa anasema kuna issue za kwenda nje, kwenda kufanya kazi. Ndio. Na mimi nikaja nikamwambia kwa kuwa sasa hivi mazingira yetu ya nyumbani unaona sio mazuri. Ndio. Kwa kama kuna kazi huko ya uhakika nitafutie. Akaniambia basi sawa, hilo limeisha. Ndio. Tulikaa kama ndani ya wiki moja hivi. Ndio. Hiyo siku nakumbuka ni kama kitu kama hivi Ijumaa. Akaniambia simu, akaniambia naomba uje na passport yako size, njoo tukutane maeneo fulani. Ndio. Kweli mimi nikatoka, tukaenda, nikampa, akawa amenifuatilia kwa sababu nilikuwa sina passport na sina vitu. So akanifuatilia, tukakaa tena miezi miwili. Ndio. Na miezi miwili akaniambia safari yako imekamilika. Akaambia sasa inakuaje huko, kuna nani ambaye atanipokea? Yes, kabisa. Akaja akaniambia huko kwa unapoenda kuna dadangu yeye. Yupo ambaye ni mdogo mwenzetu. Yupo ndo ambaye atakupokea, utafikia kwake, utakula, utavaa vizuri, then yeye ndo atakupeleka wapi? Atakupeleka kazini. Nikamwambia basi sio shida. Akaniambia jiandae, kesho nafanyaje? Nakusindikiza airport. Nikamwambia basi sawa. Ndio. Tukatoka hapo kweli. Tukalala, tukaamka, akasindikiza mpaka airport kwa sababu ndo mara yangu ya kwanza kuingia, kwa hiyo lazima vitu shangae. Kwa hiyo hapo ulikuwa mshamba kidogo na airport. Kwa sababu sijai kufika, tukazalie. Ndio. Kwa hiyo nilifika pale lazima nikashangaa kidogo, nikapiga picha, then nikapanda kwenye ndege. Hapo umeambiwa kwamba kule utapokelewa na mbongo. Je, ulijua wa kiume au wa kike? Nilijua kwa sababu aliniambia ni dada yake yapata nipokea, ambaye anatoa connection hizo za kazi. Za Oman. Yeah. Yes. Kwa hiyo kweli nilipanda ile ndege, nikaja nikafika huko. Nilipofika huko ni kweli nilipokelewa na dada. Anipokea vizuri, akanipakiza kwenye gari lake, na dada alikuwa na mabodyguard wa kutosha tu kwenye gari lake. Ile gari alisema sio ndo. Subiri kwanza. Labda safari ya hapa to Oman ilichukua kama takriban masaa mangapi? Kwa mimi jamani, mimi ni mpenzi wa kulala. Kwa na kila nikiamka sifiki. Kila siamka. Mimi huko tulikuwa tumetoka mapema. Kwa kule niliingia saa 10 alfajiri. Na kwenye siti labda ulikuwa umekaa peke yako au pembeni, ukupata hata nani yoyote mchongo watu wa kukaa naye pembeni? Nilipata mtu kukaa naye pembeni, la tulikuwa tunajua tena viswahili vingiliani. Kidogo lugha ilikuwa ngumu. Okay, sawa. Hapo sasa umeshapokelewa airport na huyo dada, na umesema na mabodyguard. Bodyguard walikuwa ngapi takriban kwa kuhesabu? Bodyguard walikuwa 4. Njemba za kutosha. Za Kiarabu au za Kiafrika? Changanyiko. Yes, hapo tuende sampo kwenye gari. Kwa kaja kanipokea, nikaingia kwenye gari lake. Tukatoka hapo kwa nikafika nyumbani kwake, ninakaa sehemu nzuri. Na ana magari kikweli dada. Maana kavaa nguo anabadilisha na gari lake. Ndio. So nilifika nikapokelewa pale, nikakaa kama wiki. Upo hapo kwake tu nyumbani kwa hiyo dada sasa ambaye umepokelewa naye?
Ndio. Kwa unakaa unakula, katoka kaenda kanunulia mavazi nini. Ukasema life si ndio ile sasa. Ukaja kweli nikamcheki rafiki yangu, nikamwambia kweli nimekutana na huyo dada yako. Kwa hiyo hapa sasa nipo wiki kwake. Ndio. Basi sawa, haina shida. Ila baadaye yule dada aliniambia ilipofika usiku sasa. Akanivalisha nguo fupi, akaniambia tuondoke twende kazini. Ambia kazini? Yaani nguo fupi ambazo zinaoneshaje labda mwili maumbile yote yanaonekana au ilikuwaje? Nguo fupi yani nusu za paja yani. Yaani mapaja yako nje. Kwa nikaona sio kesi. Yes. Kwa nikaja nikavaa. Baada ya hapo? Baada ya hapo nikapeleka kwa huyo mbaba. Huyo baba ndiye anakaa peke yake. Hilo jumba labda umekufika sasa kwenye jumba la kifaa. Umefika. Geti nafungua na remote tu, mwenyewe alikuwa juu huko. Geti nafunguliwa tukaingia ndani, huyo baba ndiye anakaa peke yake. Ndio. Tukaingia kula, wenyewe wakaitana pembeni kwa akaongea sijui nini. Sijajua alichokuwa anakiongea. Ndio. Ila kama nusu saa. Ndio. Then yule dada akaja akanifuata akaniambia, "Hapa utakuwa makazi yako, utakuwa unaishi. Ila vigezo vya humu ndani hutakuwa unatoa kwa sababu kila kitu kiko ndani. So ukiwa na shida na kitu utanipigia mimi nitaleta." Kaambia, basi sawa, hamna shida." Yeye akaja kaondoka, akaniacha mimi pale na mizigo yangu. Ndio. Kweli nimekaa pale nimefanya kazi kama takriban siku 4 hivi. So siku ya 5 subiri kwanza. Wewe ambao hujasubscribe kumbuka kusubscribe, kulike, comment na kushare. Tunaendelea na story yetu. Sasa hapo ina maana kwenye hiyo nyumba hizo siku 4 unazosema ulikuwa unalala chumba cha peke yako au unalala na wewe dingi? Hapana, chumba cha peke yangu. Sawa ndio. Kakaa pale kama takriban siku 4. So hizo siku 4 ambazo nilikuwa nimekaa pale, naona tu mazingira ni mazuri. Ndio. Lakini sasa hiyo siku ya 5 niko jikoni nilikuwa napika, bosi akaja kanifuata. Na vingaza vyote vya broken hivyo lakini tunaelewana. Ndio. So akanifuata, ananiambia mimi sina mke, sina nini, nimekupenda, sio ya nini. Lakini nikasema ninajifikiria. Nasema tatizo huko maana tabia kuua watu weusi. Kwa ngasema hapana, nikamwambia mimi nakuchukulia kama babangu tu. Ngoja nikakataa kulala naye. Hiyo siku ya kwanza. Siku ya kwanza. Ndio. Then siku ya pili akanifuata, nilikuwa naelekea bafuni kwenda kuoga. Ndio. Akanifuata naye kwa tumbo lake, nikamwambia mzee hizo heshima, nikamwacha yeye, akampisha aende akaoge. Yaani hapo bafuni ulikuwa umeingia wewe ndio unataka uoge au yeye? Mimi ndio nilibidi niingie, nianze mimi kuingia. Kwa bado sijaingia, niko pale mlangoni. Then mzee akanifuata pale. Kaambia mzee itakuwa sio heshima na sio taratibu ambazo sio Afrika tulikuwa tumejiwekea. Ndio. Sawa. Kwa nikampisha yeye kwanza akaoge. Kwa hiyo yule mzee alikuwa amekasirika. Yaani sura yake inaonyesha. Alikuwa kasirika. Sawa. Basi mimi nikatoka, nikarudi zangu ndani. Nilipomaliza nikaja karudi. Ndio. Hata siku iliyokuwa imefuata nikahamishiwa chumba. Sasa hapo ukahamishwa chumba kingine. Ambacho achana na kile cha mwanzo. Ndio. Yes. Nikahamishiwa chumba, nilihamishiwa chumba kule. Leo chumba chenyewe kilikuwa kina giza kikweli. Alikuwa aruhusu tuwashe taa. Basi sawa, hamna shida. Nikampigia simu yule dada. Nikaja nikamwambia aje, mimi mbona huku naona kama sielewi. Kama mbili fanye rudisha. Kaja kanambia mdogo wangu, pambana. Hela huku zatafuta kwa shida. Simona mtu katoka huku ana hela, au sio? Mimi namiliki magari. Namiliki bodyguard. Unakula unachokitaka ulipokuwa umefika. Unaenjoy unafanya kila kitu, hujumia na toda. Sawa. Kwa pambana, pate hela urudi kwenu, usaidie nini? Familia yako. Ndio. Ng'ambe, basi sawa, ngoja nijitahidi kuvumilia. Ananiambia basi sawa. Utakachotokea tafadhali utanijulisha. Sasa hiyo siku ule baba akaa amekuja akanambia leo kuna mtu unabidi ulale naye. Yaani ulale naye inamaanisha ulale naye kivipi? Ufanye mapenzi au nini? Tuelewesha hapo. Naambia tu kuna mtu unabidi ulale naye. Yes. Kwa mimi sikutaka kujaji sana. Sijengoni kama mtu anamchimba sana. Nikamwambia basi sawa. Sawa.
Kwa hiyo fika muda mimi nikaa nimetangulia kulala, alianza mwenyewe baba yule kuja. Ndio. Akataka kufanya mapenzi na mimi. Na mimi nikaja nikakataa. Sikakaa sawa. Wakawa wamekuja wakaka watatu. Wakawa wamejifunga vitambaa usoni. Walikuwa wamekuja na nani? Wamekuja na mbwa. Mbwa mmoja hapo. Sasa hilo ni jibu la Kiarabu. Mbwa ni mkubwa. Mkubwa yani wa kutisha kabisa. Ni mkubwa. Hadi kwa mbwa wa Tanzania sijaona bado. Acha utani. Ni mbwa ni mkubwa sana. So kama amekuja na yule mbwa kuja, mimi nikaanza kuuliza vipi kuhusu nini. Sasa najua tena mwanaume ni mwanaume. Ndio. Hawezi kubishana naye kwa kitu. Kwa siku ya kwanza niliingiliwa na mbwa. Yaani siku ya kwanza ndo kaanza kufanya mapenzi na mbwa sasa. Mbwa akaniambia mbwa huyu hata tosheka kwa abili mpenzi sehemu mbili. Yaani mbwa hata tosheka wanakupangia sasa kwamba inabidi umpe zote sehemu mbili. Ndio. Akaniambia mbwa mpenzi siku mbili, mimi nikamwambia sitoweza kufanya hizo mambo, sijafanyaje? Sijazoea. Ila binafsi nilikuwa nimeumia sana. Maana nikatoka pale. Sikuendelea ile issue yao ya kulala ule mbwa. Nilifanya tu kidogo kikweli. Nikaja nikatoka nje nikaa nalia. Kwa baba wewe umekataa kulala mimi, unataka kuashana na mimi. Sasa huyo kwanza leo ndo atakuwa bwana. Kiangalia muda huo nishapola pasipoti zangu, yani vitu vyangu vyote vya kusafiria. Nimeshapokona pasipoti, visa zote fanya nyang'anya. Nikatoka hapo nikachukua simu. Nikampigia yule dada. Ndio. Kama huko kuna 1, 2, 3 kinachoendelea. Ndio. Leo naona nimeletewa mbwa nilale naye, maana yake nini? Akaniambia hebu ngoja kwanza nitakupigia, ngoja nimpigie simu. Haya, nikakaa kama saa